inasema wajumbe 4 wa baraza la wadhamini. Sasa hivi imetoa sharti lazima wawe 7 pungufu 5. Na katiba hiyo hiyo ya baraza la wadhamini pia imetoa sharti kwa watu ambao wanastahili au wanafaa kuwa wajumbe wa baraza. Mojawapo, lazima awe mwanachama; 2, mwadilifu; 3, watakao kuwa tayari kutumikia nafasi hiyo kwa niaba ya wanachama wote. Katiba imetoa mwongozo namna ya kupatikana kwa wajumbe. Taarifa zilikwenda kwa njia ya barua. Bahati mbaya inawezekana wengine hakupata, lakini kama nilivyosema hapa kwenye maelezo ya awali, hakuna jambo linalofanyika ikawa watu wote wakawa wameridhika na kushiriki. Kwa hiyo kwa utaratibu umefuatwa. Baada ya hapo, niseme tu kwamba tunao wajumbe ambao walikuwepo kwenye baraza lililopita na mlimuidhinisha mara ya mwisho mzee wetu Jaji mstaafu Mihayo. Yeye alikuwa ni mmoja kati ya wajumbe hao. Mwingine ni mzee Juma Asmani Kapuya, ndugu Ahmed Idi Mgoi na Ramesh Patel. Sasa tunayo katiba yetu ambayo inaongoza kwa kusema kwamba kutakuwa na baraza la ushauri ambalo litakuwa ni moja kati ya vyombo vyetu vyenye mamlaka. Hata hivyo, wajumbe wanaounda hilo baraza wapo wengi, akiwemo mzee Dalali. Ni viongozi wale wastaafu ndio ambao wanaingia huko. Kwa hiyo tumeshauriana na nimepata mapendekezo. Hali ya mzee wetu Ramesh Patel ameshatumikia miaka 25 kwenye nafasi hiyo na sasa hivi hayuko vizuri sana. Kwa hiyo tunamsamehe na tutafanya marekebisho. Pia mzee Kapuya naye hali yake, mtu mzima sana, anaishi sasa hivi huko Kaliua huko, si Kaliua iko sehemu gani Tanzania hapa, lakini nadhani itakuwa maporini. Kwa hiyo wakati mwingine tunakuwa tunapata shida kumpata. Kwa hiyo wajumbe hawa wataendelea kuwepo kwenye baraza lile la ushauri na wataendelea kushirikiana na Simba katika namna hiyo. Lakini ukienda mbele kwenye katiba ya baraza la wadhamini, kuna shida inajitokeza kwamba baraza la wadhamini ndio chombo cha usuluhishi itakapokuwa inatokea sasa mgogoro wowote baina ya pande. Ibara ya 16(1) ya katiba hiyo ya baraza la wadhamini, mzee Mihayo ndio mwenyekiti wa baraza lile. Kwa hiyo inaweza kawa ngumu yeye kuweza kuvaa kofia mbili, ile na hii. Kwa hiyo itakuwa na wajibu wake yeye kuchagua wapi ataweza, lakini ile iliyotangulia ndio inakuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo ataenda huko. Kwa maelezo hayo, wapo wajumbe ambao tutawataja hapa. Utaratibu ukiwa umeridhia, tumeridhia. Yule ambaye anaona kwamba fulani hakustahili kuwepo, anaweza kufanya objection kwa kuandika na kufuata utaratibu wa kikatiba. Hapa hatupigi kura wala hakuna utaratibu huo ambao umeainishwa kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo mapendekezo, ndugu Adam Mgoi ambaye alikuwepo na mlimpitisha mwanzo atakuwepo, ndugu Hamad Abdalla, ndugu Salum Abdalla, Dr. Bill Kiwia, Hassan, Ismail Muhammad na Amos Makala. Hawa ndio wataunda hilo baraza. Utaratibu wa kuchaguana na mwongozo mwingine ni wao. Kwa hayo machache niseme kwamba tunawashukuru kwa ushiriki wenu na tumefikia hapo katika uteuzi.